Na page zingine nimeziblock kabisa, nilikuwa sitaki nione, marafiki zangu wakawa wananitumia. Kwa baba yako ni mtu ambaye anatumia kabisa mitandao ya kijamii? Yaani babangu, mamangu wote wapo mtandaoni. Na vipi unaweza kuzihandle hizo scandals ambazo zinakukuta? Mimi babangu kitu alichoniambia, aliniambia tu nikazane, nipambane. Sisi ndo familia yako, sisi ndo tunajua ukweli. Kama unavyoongea, unavyotembea, unavyofanya matangazo, hivyo ndivyo ulivyo, and I'm so proud of you. Kwa babangu na mamangu ni watu ambao they support me sana. Una ndugu ambao wadogo zako, dada zako? Ninao nao pia wana react vipi kwenye hili swala? Sasa unajua ndugu wengine wanaweza kaongea wanavyojisikia. Mwingine kuna siku na mwingine aliniulizaga, aliniambia sio nitakupeleka wapi? Akaenda akaniuliza, tuambie kwamba are you really doing this stuff? Ili tujue tunaishi wewe vipi na wewe. Nikamwambia hivi, I'm not doing. Na kama unawaza mimi nitafanya hivyo, nafanya hivyo, it's your business. It's none of my business. Kwa hiyo kwenye upande wa ndugu kuna wengine wataongea positive na kuna wengine wataongea negative. Hivi ushaikuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye humpendi? Hapana. Hujaikuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye humpendi? Mimi ni mtu ambaye wanasemagaje ile moyo gani ule wanausema jamani, soft heart. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa na mtu, siwezi kuwa na mtu ambaye simpendi, na kama sikupendi utajua tu sikupendi. Kwa hiyo nakuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye nampenda. Okay, go back to ile story ambayo unaniambia kwamba kuna mzee ambaye alikuwa na accuse kwamba ulikuwa unaenda kununuliwa na watu, kwamba watu wanakufuata na gari na kununua. Ile kitu, kwa mfano ungepata muda wa kuongea na ule mzee kitu kidogo tu, ungewaambiaje? Mimi hata sijui, hata sitaki hata kuongea naye. Mimi nakuaga na serious sana, panic. Umesema una soft heart. Naweza nikamtukana. Soft heart means ni kwamba you are not keeping anything. You are clean day after day. Ndio maana nikaamua ni nyamaze, nisiongee. Kuna maana kwamba kuna ile story ambayo inakuumiza sana kwenye moyo wako, kikaona isikiza kwamba this story is hurting me moja kwa moja. Inaniumiza sana kwa sababu ni kitu ambacho ni kama mtaa mzima ulijua, ikawa kama Na maisha yalikuwaje baada ya accusing hicho kitu na ulikuwa kufanya? Maisha ya shule, maisha ya marafiki zako ambao ulikuwa unarawara nao, maisha ya watu ambao ulikuwa na hang nao. Marafiki zangu walikuwa na roll nao, they know me. Kwa niliwaambia, wakawa wananitia moyo, lakini ilikuja kuwa kama wa mama, wa baba, vijana wengine wanakuongelea tu, wewe tumesikia hichi, my dad saa nyingine. Nilikuwa nampa shida sana babangu kwa sababu ndio nilikuwa naishi naye. Hivyo mama yeye alikuwa mbali. Kwa hiyo nahisi hata kwa wazazi wangu ilikuwa inawaumiza, lakini ukweli na ujua mimi. Kwa hiyo inaniumizaga sana. Hivi ni kweli ukiendaga Zanzibar wewe unaenda kwa sponsor na kwa anakuita? I have just heard the story kwamba ukiendaga Zanzibar unaenda sio kwa sponsor, you don't have the money to pay for flight and everything and the hotel and everything. I just hear the story, so you should to clean the floor. Manake nasema kwamba anaenda sijui Zanzibar, sijui anaenda sijui kama sponsor. Unatakuwa unajua kwamba kitu moja, you are a man. I'm trying to defend you kwamba wewe ni mwanaume, umeona, na sio hivyo watu wengine wanafikiri. Kwa sababu mimi mwenyewe labda naweza nikaa ni mmoja hapo ambaye nilikuwa nahisi kwamba kijana na Nangai ni mtu aina hii, lakini end of the day nikaja kuona kwamba baada ya kujua ama kukufahamu, manake nasema kujua itakuwa ni ngumu. Nikajua kwamba huyu mtu sio hivyo jinsi ilivyo. Ni wanamuaccuse na 1 2 3. So you should to clean the floor. Nasema kwamba bana, mimi ni mwanaume wa kweli, na kama una mahusiano yako, sababu mimi nina mahusiano yangu, niko hivi na hivi. Maybe labda hizi ni hormone tu ambazo zinamkuta mtu yoyote, umeona. Kwa sababu kwenye maisha kila wazazi wengi wanabeba watoto wao tumboni kwao, hawezi kujua nazaa mtu aina gani. Mtu hawezi kujua kama anazaa rais, hawezi kujua kama anazaa chizi, chokola, mwizi, jambazi, mtu anatumia mapenzi ya jinsi. Mtu mzazi anakuwa hajui. Kila kitu kimepangwa na Mungu. Japokuwa wanasema kwamba hilo swala ni wewe mwenyewe una recreate, umeona, kwa sababu ulikuwa na uwezo wa kuhandle hormone zako na ukasimama straight man. Lakini kama umeamua kuteleza ukaachia, maana yake ni kwamba umeruhusu hiyo kitu ikuingie. Una nini la kusema kwenye hicho? Kwenye swala la Zanzibar. Jamani, swala la Zanzibar kwanza nilivyoenda ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Umeenda mara 2 kama sio mara 3. Na zote umepanda ndege. Jamani, ilikuwa kuna mara ya kwanza nilienda, kulikuwa kuna ZIF, Zanzibar International Film Festival. Kabla sio kijana na Nangai, I was doing hivyo nyuma crew, set designing, costume designing hivyo. So nikapata
nafasi ya kwenda. Ya kwenda. Okay. Ya kwenda huko. Nilipopata nafasi ya kwenda huko nikapost kwamba jamani nakuja, natamani nifike Zanzibar, nifikie sehemu fulani. Ndio yule mtu wa Fukuchani, ile hotel ambayo nilifikia, akaniambia njoo nifanyie tangazo, you'll sleep for free. Ni mdada tena jamani, mama mtu mzima kabisa. Okay. So mimi kitu nilichofanya, nilikuwa nimepata matangazo, nilikuwa nafanya matangazo you know, na nalipo, nikasema jamani sije kupanda ndege, nipande hata ndege hapo kwenda Zanzibar, ilikuwa 84 tu. Mimi siwezi kosa 84 ya kupanda ndege go and return sijui laki na ngapi. Nikajifanyaje? Nikajilipia. Hivi kwa nini vijana kwenye TikTok mnakuwa ni maombaomba sana? Nini kinakusababisha mnakuwa mnaombaomba sana? Ile jioni inafika usiku mnakaa mnaomba sijui mwenye 2000, mwenye 1000, mwenye. Mimi siombagi. I saw you many times. No, siombi. Mimi nauzaga bidhaa zangu. Uncle Samir. But I saw you every day. No, siombi. Unalipi la kuambia ambao wanakuwa naomba? Kila mtu anachagua maisha yake. Maisha ni kuchagua. Kama wao wamechagua kuombaomba, acha waendelee kuombaomba. Lakini mimi siombaji. Mimi waga naingia kama sio na lip gloss nitaingia na bonnet. Kama sio na bonnet nitaingia na scrunchies. Kila mtu anayepita pale ananikutaga niko na bidhaa zangu naziuza live TikTok. So you want to, if kana nataka kupa pesa anone bidhaa zako nitakuwa nimekusupport. Na kama akiamua mwenyewe kunipa anipe. Kwa mfano wengine wanasema oh jamani kijana ngai unapambana. Tuma namba nikutumie la soda. Wewe utakataa? Mtu akutana na yeye akwambia la soda chukua hii hapa 50 utakataa? Hivyo. True or dare? Dare. I dare you to call your girlfriend right now. Tell her kwamba unampenda. Samir jamani. I dare you. Kama sina dakika. Mimi nitakuescort dakika. Simu yangu iko kule kwenye chaji. Can you please help us with the phone? Aweze kumpigia huyo mwanamke wake amwambie. By the way, mpenzi wako anakupenda? Sana. Tunapendana ndio. Nikisema nimpigie simu sasa hivi hapa nimtongoze na nimwambie mimi nimpige za nywele zangu zile za nini? Za nini kama hawezi kuchomoa? Za nini? Zile za yani nikisema nimuingize kwenye mtego wangu. Hawezi kuchomoa. Mtego gani bwana? Si mtego tu wote tunapanda. Usimuingize kwenye mtego. Si umesema nakupenda? Usimuingize kwenye mtego. Umesema nakupenda. Hauna dakika ni kwa Scott? Ngoja. I dare you to call her right now. Put on the speaker, please. What happened? Mambo. Vipi? Safi mzima. Mzima sio. Mimi niko fresh, uko wapi? Niko saluni kwa maza. Okay. Tunaweza tukaongea? Hamna shida. Leila. Nakupenda. Are you sure? I'm sure ndio nakupenda. Hatimaye Valentine imekaribia. Si ndio imekaribia. Nakupenda. Si unajua nakupenda, wewe hujui jamani kama nakupenda. Naelewa. Fresh basi. Tutawasiliana tena baadaye. Haya poa. Nisaidie namba yake. Hapana. Hapana shika. Sawa. Hapana. Swali langu la mwisho kwako leo. Unahisi hao marafiki ambao unao kwenye maisha yako wana msaada gani ambao wanakupa kwenye maisha yako? Ni marafiki ambao unao, ni msaada gani ambao wanakupa? Au ni wale marafiki ambao mnakaa mnaongea your stories and after that they're going to talk shit behind on your back and everything? Umeona? Yaani una msaada gani na marafiki zako ambao unao? In terms of marafiki. Wapo wenye msaada lakini sijui hata wafika. Sidhani kama hata wanapita watatu.
ambao unaweza kumpigia bwana na shida kitu fulani. Wengine tu ni wangu pita. Ila wakusema eti wa msaada ni wachache sana. Kwa sababu mimi mwenyewe ni ile mtu ambaye siwezi, yani hata sitokagi. Natamanigi siku nipate watu ambao tunaweza tukatoka tuka hang out, lakini una kitu gani cha kuambia wazazi ambao wanapitia situation ngumu ya kulea watoto wao ambao wanasema wana hormone hizo tunaita ni hormones ama unajua kila mtu amesoma jamani. Yaani hata kama ukifika kama umefika form 4 kama umepata 0 lakini una elimu. Kuna wale watu ambao kweli unakuta ni hormonal imbalance. Kuna watu wana watoto, ana mke, lakini unakuta labda sauti yake ni nyororo, labda anatembea vile. Na mbona kuna matomboi kabisa, yani unakuta ni mwanamke lakini ni tomboi. Kwa hiyo Watanzania wasijifanye kama hawaelewi kwamba kuna such kind of people. Sawa? Na nilikuwa natamani kabisa kama hata ningeweza kupata NGO mimi niwe wa mfano kabisa kuwaelezea watu kwamba this is 1 2 3 kwamba kuna watu ndio wanaongea hivyo, wanatembea hivyo, lakini wako straight. Yani people they're straight. Watu wananitafuta, listen, kuna watu wananitafutaga mimi TikTok kabisa. Wengine wananiambia mimi nasoma chuo, mimi niko hivi, labda naongea kama wewe, sina amani, watu wananitukana, wanaweza wakanifukuza hostel, naomba nihifadhi hicho chuo. Lakini kuna hicho chuo, kuna huyo mtu alinitafuta hapa baada, wanamwambia wanamtukana hostel, akawa ananitafuta mpaka analia. Nikawa namwambia tu usitie huruma. Kwa kama kuna mtu yoyote huko nje anapitia situation ambayo napitia mimi, asije akatia huruma. Kama uko shuleni, hakikisha unawabaruza wenzako darasani. Kama unafanya biashara, hakikisha unabaruza. I'm telling you, kuna watu they are proud of me. Yani kuna watu hapa nilipofika wanatamani nifike and they are proud of me. So I'm just proud of myself. Kwa hiyo kuna watu wa namna hiyo. Yani hata hii interview ikaenda, natamani nipate a place au sehemu ambayo naweza nika speak out ili yani mimi nijitoe ili niokoe watu wengine, kwa sababu watu wengi sana wananitafutaga Samir TikTok, Instagram, wananitafuta, wanaongea na mimi. Mwingine anakuambia mimi niko Iringa, watu huko Iringa Njombe wananitenga, hawataki kuongea na mimi, labda naweza nikashinda hata njaa, stuff like that. Kwa hiyo wajaribu kuelewa kwamba kuna watu wako hivyo lakini they're straight. Mbona wenzetu wanaelewa? They are straight kabisa vizuri. Kwa hiyo wasiwaki. Mimi sina la kusema, lakini kuna back off to your point usema kwamba shuleni walikuwa na abuse sana. Sana kabisa walikuwa abusing sana shuleni. Ilikuwa na affect vipi sana masomo yako? Haijawahi kuaffect masomo yangu. Yaani ndio walikuwa na abuse lakini haijawahi kuaffect masomo yangu. Alafu pia mimi sijui nina ndo bahati ndo nini sema. Kila shule nitakayoenda lazima niwe kiongozi. Kwa at least kuwa kiongozi kidogo kuna kale ka heshima I am a leader, I can do something. I want you today to clear your name here in front of the couple, the real talk, kumona. Uweze ku clear your name kwamba mimi ni mzima wa afya kabisa and everything. Just clear your name kwa sababu right now mimi ni mtu ambaye nakwambia kitu cha ukweli kabisa. Siko hapa kwa ajili ya kusupport chochote kile, ila niko hapa kwa ajili ya kujenga ama kuelimisha watu wengine. Kama ulivyosema kwamba people they should understand. Watu watakuwa waelewe kwamba watu wanazaliwa na hivyo vitu, umeona, wanazaliwa na hizo hormones and everything, umeona, kama mtu anaweza kana sauti nyororo akawa hivi akawa vile, hivyo vitu vipo, umeona. Lakini kuna ile kitu ambayo mimi ni mzima wa afya na mambo yangu yanaendelea na vitu vyangu vinaendelea, ili watu wasiwe na kujudgment. I recommend you pia kwenye hizo video zako ama hizo vitu vyako unafanya kwenye TikTok, stop acting like a girl, umeona, kwa mfano. Kwa sababu unajua the way unavyo act like a girl inakuwa inawapa shida ngumu sana watu kuweza kukutetea ama kukuangalia kwa jicho kama mwanaume, umeona. They think kwa sababu kuna mdole unajua something like that. Stop it, kwa sababu you are a man, you should act like a man. Men acting like a strong man and everything. Don't like that. I can show you the video about one of you. Okay, umemaliza? I'm done. Kwenye issue ya kuclear, ndugu wa Tanzania hawatoka ile. Naweza ngasema mimi niko sawa, wakaongea, siko sawa, wakaongea zaidi. Kwa hiyo acha iwe kama wanavyo. Yani I'm not here to complease. Unajua nikifanya hivi itakuwa labda kama na waogopa sana kwamba mimi ni mzima. No, I'm not here to do that. At first tulisema kwamba kitu kinachokuumiza ni comment, na comment inazidi kuandikwa day after day. Ndio hivyo, yani day after day. Nitafanyaje? Yani ndio nishaingia kwenye ulimwengu wa mitandao, watu washanijua. Sawa, siwezi kuacha kwa sababu ya comment za watu. Hizo comment za watu
endelea kunipa kazi ya kufanya vitu vingi vikubwa zaidi. Kwa hiyo kama kuhusiana na mambo sio niko sawa au siko sawa, ipo siku tu watakujaga kujua. Lakini kwa sasa hivi hapa siwezi nikasafisha chochote. Kwa sababu nikitoka hapa nitaendelea na mambo yangu. Sawa? Kwa hiyo siwezi nikasafisha chochote. Lakini kwenye swala ya niko sawa au siko sawa, siwezi nika please binadamu kwamba nimuaminishe kabisa niko sawa. As long as my parents wapo, they care about me, it's